Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Fungua ule wimbo wanaimba kwamba fungua moyo wako. Yesu afanyeje? Sasa huyu mlango sio hilo ligeti tunaloliona hapo. Yesu anataka moyo wako uwe wazi. Haleluya. Anataka moyo wako uwe wazi. Kwa hiyo tuko watu mioyo yetu imefunga. Yesu kila akipiga hodi mioyo imefungwa. Maovu yetu yamefunga. Yesu anakuja anataka kuingia, mlango umefungwa. Na yeye hawezi kutumia mamlaka yake kufungua ili aingie. Anahitaji utayari wako. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yetu ina solex. Kufuri, tumeweka kufuri makubwa yasiyoweza hata kuvunjiwa. Tumekuwa vuguvugu. Matendo yetu yamempeleka Yesu wetu mbali. Lakini Yesu bado anatupenda. Anabisha hodi. Anasema mtu akisikia sauti. Haleluya. Amen. Yaani kuisikia sauti na kuikiri vitu viwili tofauti. Kuna mtu ataisikia sauti bado ataendelea kuwa mkaidi. Hayuko tayari kufungua moyo wake Yesu aingie. Moyo wako unafungwa na maovu yako. Maovu yakifika mahali, moyo unafunga na Yesu anaondoka. Na Mungu mbinguni anaona uovu wako, anafunga vioo. Sasa anasema mtu akiisikia sauti na akafungua. Kwa hiyo kuna kuisikia sauti ukafungua ama usifungue. Kwa hiyo anasema yule atakayefungua, Yesu anasema mimi niko tayari kuingia ndani ya moyo wake. Anasema vitu viwili pale. Anasema vitu gani? Msomaji, hebu tusomee. Akiingia anafanya vitu viwili. 3:20. Mstari wa 20 neno la Mungu linasema, tazama nasimama mlangoni. Nasimama mlangoni. Nabisha. Mtu akisikia sauti yangu. Na kufungua mlango. Nitaingia kwake, nami nitakuwa pamoja naye. Na yeye pamoja nami. Na yeye atakuwa pamoja nami. Haleluya. Amen. Nitakula naye, nitakunywa naye. Yesu anachokisema hapa ni nini? Anamaanisha kwamba ushirika uliovunjika anaurejesha. Haleluya. Amen. Anarejesha ushirika. Ulipoteza ushirika na Yesu, ile bond, partnership ilipotea kwa sababu ya maovu yako. Leo Yesu anasema ninabisha hodi. Ukiwa tayari kufungua, mimi niko wazi. Mimi ni Mungu wa rehema. Niko tayari tena kurudisha ushirika uliokuwa umevunjika. Tuanze na wewe vizuri, tuishi vizuri, ukae ndani yangu na mimi nikae ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati unaweza ukawa
unamwita Mungu. Tunaweza tukawa tunamwita Mungu, lakini kumbe Mungu alishatuacha muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yetu imefunga. Na mkumbuke Biblia inasema moyoni mwa mtu ndiko kunatoka mawazo mabaya, kila takataka vinarudi kule moyoni. Vikisha ziba, vinaziba mlango. Hakuna tena entry. Haingii, hakuna kutoka wala hakuna kuingia. Yesu anabaki pembeni. Anawaonya watu wa kanisa hili kwamba mimi bado Yesu nipo na niko tayari kwa atakayesikiza sauti yangu na kufungua mlango, mimi nitafanya makao ndani yake. Hawa ni watu ambao mwanzoni walikuwa na Yesu. Mwanzoni walikuwa na Yesu, lakini kadri walivyoendelea kuishi, Yesu alimweka pembeni. Yesu hafai tena. Sasa changamoto ni kwamba tumeorodhesha sisi wenyewe kibinadamu, tumejiorodheshea vitu ambavyo tunahisi hivyo ndivyo vinavyoweza kutufarakanisha na Mungu. Mtu akishaona hazini, akishaona haibi, akishaona fanya anajua mimi niko pamoja na Mungu, anajihesabia haki. Lakini kuna vitu vingi anavisahau. Anasahau kwamba yeye ibada yake inaanzia saa 4, lakini ibada ya watu na ibada ya makubaliano inaanzia saa 3. Amesahau Jumatano ibada inaanza saa 10, lakini utaratibu wake ni wa saa 10:20, saa 10:30. Yeye anaelewa tunapokuja ibadani tunakuja kumwabudu Mungu, lakini tunapokuwa kwenye sifa yeye ni simu yake mfukoni. Sasa utanisubiria baada ya ibada nitakuja. Wala haikuwa na sababu ya kwenda kupokea hiyo simu. Maana Bwana Yesu asifiwe. Nidhamu ya ibada, nidhamu ya ibada inaweza ikafunga milango. Tunamdogosha sana Mungu. Si mtu ya salamu, yaani mtu anataka kukusalimia, unanyanyua simu mfukoni nje. Halo. Mmoja akasema, hivi ni mtoto nani? Kwa mfano wewe mzee Nasho na watoto pale nyumbani mnakula, mko mezani, mna mega toke, huyu na mega, mnapiga story, alafu mtoto wako na wewe linanyanyuka na simu linaenda nje. Na wewe baba na mama uko pale, unajisikiaje baba? Utajisikia vizuri? Kwa hiyo na Mungu kuna vitu tunavyovifanya mahali hapa na tuangalia, ni ile rehema tu inaendelea kutubeba, lakini tulikuwa tunatakiwa tupigwe asubuhi kweupe pe. Tuko kwenye ibada, kuna mwingine yuko WhatsApp. Anatuma emoji. Ibada inaendelea vizuri. Tunamshukuru Mungu. Wewe. Ni Mungu huyu. Yesu asifiwe. Watu wana huduma kanisani. Iwayo yoyote. Unaifanyaje hiyo huduma? Soma Yakobo 4:17. Unaifanyaje hiyo huduma? Je, unafanya huduma ili mradi? Maana ili mradi ni ile kwamba uonekane na mchungaji umefanya, lakini ndani hicho kitu kilishakoa. Yakobo sura. Kwa hiyo tunafika hapa tunafikiri tunaabudu, kumbe tunapiga kelele. Mungu anasema you guys mnanipigia kelele. Hebu fanyeni haraka muondoke, kwa sababu yangu inaweza kawaka nikawachatua mara moja. Anasema Yakobo sura 4:17, neno la Mungu linasema, basi yeye ajuaye kutenda mema, wala hayatendi
kwake huyo ni dhambi. Haleluya. Ajuaye kutenda mema. Unajua una huduma, inakupasa utende 1 2 3, lakini hutendi. Ila tunakuona kwenye ibada hutendi, ni dhambi. Unaelewa kwamba kuja ibadani unatakiwa ufike saa 10, haufanyi. Na umesaini mkataba wa Betheli kwamba tutakuwa na ibada 3 kwenye wiki. Unadoji ibada bila sababu ya msingi. Unafunga mlango. Lakini Yesu mwaminifu anapiga hodi tena. Jamani, hodi wa humu ndani, jamani, hodi tena. Kwa hiyo kuna vitu vingine tunavifanya tukidhani tuko kwenye huduma, lakini kumbe tunajipalia makaa ya moto. Tunaelewana kanisa? Kuna vitu tunavifanya tukidhani tunafanya huduma, lakini kumbe tunajipalia makaa ya moto. Aliyeamua kufanya basi na afanye kweli. Wakati tunafundishwa habari za uinjilisti, kwamba kuna mtu anamwambia Bwana, sijawa tayari. Nikiwa tayari nitaanza kufanya ujinga. Anataka akija aje kwa kumaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliye na huduma, uwe makini. Bwana Yesu asifiwe. Uso wa Bwana ukiondoka, unabaki kuwa gizani. Yohana, ubarikiwe na Bwana kwa kutuombea. Uso wa Bwana ukiondoka, yaani mlango ukafunga, uso wa Bwana ukaondoka, uko kwenye giza totoro, na lolote laweza kutokea. Yaani kitendo cha kutembea hata sekunde moja bila kuwa na Yesu ndani ni hatari. Mtu atajifariji, mbona tunaendelea kuishi na nini. Unatembelea kwenye rehema. Lakini kimsingi ulitakiwa ufyatuliwe. Hebu tusomee kile kitabu cha Isaya 59. Hatutoki hapa kwenye 3:20, hapa ndo kwenye msingi. Ndo hodi ilipo. Yesu anataka milango iwe wazi, anataka aingie afanye kazi, na akiingia umwache afanye anavyotaka, akipangua. Bwana Yesu asifiwe. Wajua Yesu ni sawa na mtu aje ndani yako akiwa na mamlaka. Anakwambia, hii meza ulipoiweka hapa sio sawa, toa weka kule. Hiki kiti kinatakiwa kikae hapa. Hii chupa toa weka. Anapangua, anaweka utaratibu wake. Uwe tayari. Sasa kishaanza kupangua, usianze kupiga kelele. Ndiyo maana ya kumruhusu Yesu kuingia ndani, afanye ushirika na wewe. Ale na wewe, alwe na wewe, mpige story, awe rafiki, uwe salama kwenye maisha yako. Anasemaje? Anzia mstari wa kwanza. Isaya 59 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka. Nabii Isaya anasema tazama mkono wa Bwana haukupunguka, hata usiweze kuokoa. Hata usiweze kuokoa. Wala sikio lake si zito. Wala sikio lake si zito, hata lisiweze kusikia. Hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Lakini maovu yenu
yamewafarakanisha, yamewatenga, yameweka mpaka, yameweka daraja, kwamba kuna ushirika gani kati ya nuru na giza. Kwa hiyo maovu yanakuweka mbali. Nakumbuka habari za Adamu kule bustanini. Mungu anamuita, anamwambia Adamu, wewe uko wapi Adamu? Anasema Mungu, niko huku. Mungu anamwambia, umefikaje huko? Dhambi, haleluya, imemtenga, imemkimbiza, imemuondoa kuwa karibu na Mungu. Milango imefunga. Adamu hayuko tena pale ambapo Mungu alimweka. Mungu anamwambia, kwani kuna nini kinaendelea ndugu yangu? Kumbe tayari ameharibu. Uovu unakufarakanisha na Mungu. Uovu unaweka uadui kati ya Mungu na wanadamu. Anasema, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msione. Haleluya. Hapo sasa ndio kwenye hatari. Dhambi zenu zimeuficha uso wa Bwana tusiuone.